Nye jamani, mnaisikia hii harufu? Ya, tunaisikia. Umaita mjomba, ya mjomba, ya mjomba. Nana! Nana! Uona kijidani huyu bwana? Simame. Sielewi na mimi. Wewe nini bwana? Wewe unajua. Nani huyo? Tulia. Mnataka mnifahamu? Hebu tulieni kwanza. Na wauliza nyie, mnataka mnifahamu? Yo. Na wauliza. Yo mama. Yo mama, tutalifahamu mama. Usiniogope mimi. Atuogopi mama. Hapa amewashusha nani? Hatuelewi na sisi. Hamuelewi eh? Ndio mama. Mkuu wenu yuko wapi? Kilingeni mama. Nataka nijue mkuu wenu yuko wapi sasa hivi. Kilingeni kule mkuu. Tumwacha. Anafanya nini Kilingeni? Tumwacha tumesimama pale, tukaenda sisi na mambo yetu baba. Alituagiza mkuu. Ila tunashangaa kujiona tumetua hii sehemu. Tunataka nawe tukufahamu wewe nani? Nataka nimuone sasa hivi mkuu wenu. Mama. Yupo Kilingeni. Yeye amewaagiza kama nani? Kama mkuu wetu. Kwani mama nani? Kwani wewe nani? Kama hivyo mama, sisi tutakupeleka sasa. Tutakupeleka kwa mkuu. Mama, wewe kwa mkuu kamuulize. Umetuma nakiona hiki. Naomba mniangalie mimi wote. Nataka mnyanyuke sasa hivi mnipeleke kwa mkuu wenu. Nitawafanya vibaya, nitawaharibu wote. Sasa hivi potea! Habari zenu? Safi kwema. Salama. Salama. Unaona mnachotaka maji hapa. Tunachotaka maji. Na kisima kiko. Ni sawa na kukifunga watoto. Baadaye. Jieni kwanza. Masista. Leo nilikuwa kwa mzee Mapongolo. Ile maiti imeshaanza kutoa harufu. Kweli nilisahau kukwambia shoga yako. Pale nilienda kwa mzee Makongoro, nilikuta harufu. Ona sasa. Salikataa kuzika. Huyu mzee kaumbuka. Natakiwa tuwatangazie wana kijiji. Kweli. Waambie kabisa wana kijiji. Kweli kabisa. Tusubiri sasa tupeleka maji kwanza, afu tuje tuongozane kwenda kwa mzee Makongoro. Sawa, nawasubiria hapo njiani sasa. Haya sasa.
Karibuni mkae. Asante. Karibuni ndugu zangu, jisikieni mpo nyumbani. Asante sana. Samani dada, mzee Kisula tumemkuta. Ametoka kidogo, ila achelewi, atarudi saa hivi. Msubirini. Hapo anakuja. Karibuni jamani. Karibuni sana. Asante. Karibuni. Karibuni jamani, karibuni. Karibuni sana. Mzee Kisula. Binti. Una taarifa gani? Sina taarifa yoyote. Kwani kuna nini? Si ile maiti ya kwa mzee Makongolo imeshaanza kunuka. Wakati alisema hana msiba wote. Nilijua tu. Uwezi ukaficha maiti ndani. Mficha maradhi, kifo humuumbua. Ona sasa. Ina maana unayoyasema haya binti ni ya uhakika kabisa? Kweli kabisa baba. Yaani mpaka wanakijiji wanaishi bila amani. Harufu imetapaka mtaa mzima. Acha tuone. Maki tulienda kwenye kikao akawa na bisha kata. Sasa atatutafuta mwenyewe. Na bado. Sawa baba, sisi tulikuwa tunakuletea tu hiyo taarifa kama ulikuwa unajua. Basi sawa. Tutajua tunafanyaje. Lakini karibuni sana. Sawa, mzee wangu, itawezekanaje mpaka maiti inuke ndani? Wakati kabisa alisema kwamba hamna maiti ndani. Ni yeye. Maana yeye naye mbishi. Watu wanatoa hoja, wanamwambia kwamba kuna maiti ndani, anakataa. Basi kama ni hivyo, atajua anafanyaje. Na kama kututafuta, atatutafuta. Kabisa mzee wangu, atatutafuta. Iwe usiku, iwe mchana, iwe jioni, yeye tu muda wake. Kweli? Kweli kabisa. Kweli. Tulikuwa na taarifa hiyo tu mzee. Basi hamna shida. Basi mzee, utakuwa na siku njema. Hamna shida kijana, lakini karibuni sana. Karibuni sana. Mzee Makongolo anataka kutuchezea. Anataka kutuona sisi ni watoto wadogo. Haiwezekani. Mume wangu. Mke wangu. Mzee Makongolo ni nani? Huyu mzee Makongolo mke wangu ni yule mzee tulikutana naye siku ile tunatoka kwa mzee Mtundo pale. Yule mzee alikuwa ameshika jembe, sio alikuwa naenda sio alikuwa anatoka kuchoma mizizi, sio kuchoma mizizi ya nini ile. Ndio mzee Makongolo. Kuna kijana wake pale anaitwa BTB. Lakini ukimwambia kwamba taarifa za kwamba sijui azike, anakataa. Anasema hakuna maiti hapa. Maiti ya mjomba. Ya mjomba.
ya mjomba, maiti ya mjomba. Wanalazimisha mwanangu wazikwe wakati yupo hai, wanalazimishwa mwanangu wazikwe wakati yupo hai. Paka siamini, mpaka siamini, mpaka siamini. Hivi mke wangu, hivi huyo mzee Makongolo mpaka wanakijiji wanastukia game kwamba maiti imeshaanza kunuka ndani. Unalijua hilo? Kwa sababu wanakijiji kila mtu anajua kwamba hiyo maiti imeshaanza na kunuka, na ukimuuliza anakataa kata. Maiti inanuka ndani Hakuna mgeni anayeweza kufika kwenye malango yake sasa hivi. Aibu. Mtamfanyaje sasa? Mimi nilikuwa naona mke wangu twende tukashuhudie. Hili swala limekuwa ni swala kweli. Twende tukashuhudie. Kama ni harufu na sisi tunapua, tutaenda kujionea. Ni sawa, lakini simlisha tuna kwamba alishakataa kwamba ana msiba. Sawa, lakini sheria lazima ifuate mkondo wake. Haiwezekani tukaangalia swala hili hivi. Lazima tuende tukajionee. Taratibu zingine zifuate. Basi sawa, twendeni. Au unasemaje mwanangu bwana? Ni kweli baba, twendeni tuangalie. Tuhakikishe kabisa. Na ikiwezekana afungwe. Hawezekana maiti ndani. Hayo ndio mambo mwanangu. Mungu umekuwa. Twendeni. Twendeni njoo. Maiti ya mjomba. Likitoka hili laja jingine. Hivi kwa nini? Inahuzunisha, inasikitisha. Jana lilitokea kijana kafariki, na leo tena. Hivi ni nini kinachosababisha? Hivi mkosi ndani ya kijiji, mpaka siamini yanayotokea. Ama kuna jini, ama kuna jini. Lakini sio mbaya. Twendeni tufike. Nye jamani, mnaisikia hii harufu? Ya tunaisikia. Mimi hapa ni mbaya sana. Boy. Naam. Huyu mzee anataka kutuzoea tena sana. Sasa nasemaje? Mimi ndo mzee Sula. Nataka kufanya nini? Leo mtaona. Unasikia? Leo mtaona. Ndio kwa tu ugomvi kwenye mji wa watu. Sio ugomvi mke wangu. Ukweli lazima ubaki pale pale. Basi twende. Hadi wenyewe Wanalazimisha mwanangu wazikwe wakati yupo hai. Mola wangu nilinde, Mzesu, niepushe. karibu. Zidi ya watu. Karibu mama, tupo. Asante baba. Karibuni sana. Karibu viti mzee Sula. Jana karibu. Mama karibu. Kuna viti hapa. Mama karibu. Asante. Jana karibu sana. Asante. Karibu sana kijana.
Mzee Sula. Hivi mzee mwenzangu vipi? Tuna siku nyingi sana tukionana ni bize tu, hata kuongea yani haongei kabisa. Yani mama, siku nyingi sana mzee mwenzangu, kila tunapoonana yani unamsalimia haongei. Yani mpaka nashindwa kuelewa ni tatizo gani. Labda alishawahi kukuambia kwamba nilichomkosea ni nini? Maana mimi najua hakuna changamoto yoyote ambayo yeye na mimi tumechukizana. Kuna nini kijana, labda unajua? Mzee, mbona kama kuna harufu mbaya inatoka sana katika huu mji? Nasikia kama harufu. Jana naona kuna harufu tu ya panya nilitega. Sasa najua nilikuwa na siku kama 2 hivi sipanya. Naona hiyo harufu ndo nayoisikia ni panya tu nilikuwa nimetega. Sikupe shida kabisa. Na nimefanya usafi humo, sasa hivi tayari muda tu itatulia. Karibu sana. Unajielewa kweli wewe? Panya? Unasema panya? We mzee, we si mchawi kabisa wewe. Yaani unadiriki kutuambia panya? Mara ya kwanza nilikwambia kwamba kuna maiti ndani ukakataa. Alafu leo unasema kwamba panya. Leo nina furaha sana kwa ujio wa mama yangu kipenzi, mama yangu, mkuu wangu ambaye amenifundisha hii kazi. Najua mlistaajabu sana mlipomwona siku ile nilipokuwa nimewatuma kupeleka harufu. Nilimtuma aja wapime imani vijana wangu. Huyo ndo mama yangu, lakini sasa hivi yupo ameenda kikazi kidogo, anatokea Tanga. Namwamini sana mama yangu, ana utamu yule, ana utamu. Vipi, mlimwonaje? Yule bibi alitutisha sana mkuu. Tuliogopa sana. Mantete alijikojolea hiyo siku. Tuliogopa sana mkuu, hatukujua. Ila anaonekana upo vizuri sana. Tutafika mbali sana tukiwa naye. Wewe Manyinyi, acha uoga basi. Wewe ni uongo. Yule mama ni mzito, hujamuona? Alikuwa mzito yule. Katushusha wewe. Wote tukaanguka na uzito wako. Unajifanya wewe jeuri. Na mkuu, yule mama mzito. Ni mchawi. Mzee Sula, haiwezekani unatuambia panya na wakati wewe ni binadamu kabisa. Mara ya kwanza wanakijiji walijikusanya hapa wanakuja kuzika. Alafu leo hii unadiriki kusema kwamba umetega panya. Binadamu amekuwa panya. Mpaka nzi kabisa zinatembea kweli. Una roho gani wewe? Mzee Makongolo, nilikuwa nakuheshimu sana. Umejishushia heshima mzee wangu. Na hili swala lazima tulifumbulie macho. Na ni lazima ufungwe mzee Makongolo, nakwambia. Lazima ufungwe. Hili swala limekuwa ni zito. Mzee mwenzangu, wanavyosema Waswahili au Waswahili walisema, usilolijua ni sawa na usiku wa giza kabisa. Sasa mimi kuna jambo mzee wangu, ila sasa nilikuwa bado sijapata muda wa kuongea na wewe. Labda kwa leo tukikaa vizuri mimi na wewe na hao wageni wengine, tunaweza kulipanga vizuri, swali ikaeleweka. Nikakwambia ni na tatizo gani mimi mpaka nifanye hivi. Ila kwa hii harufu mnayosikia ni panya tu. Nimekukatalia kusema panya. Mama, mimi hata mwanzo mzee Sula nilimwambia siwezi nikaficha msiba, siwezi nikaficha maiti. Mzee, harufu ya panya inajulikana. Na hii sio harufu ya panya, ni harufu ya binadamu kabisa. Hebu tuambie tu ukweli. Mbona kuna ficha mambo? Mama, na ndio maana nikasema hivi.
hii ni harufu ya panya tu, yaani kusema kwamba ni harufu ya binadamu. Mbona mama, kama vile huaga vitofautiani? Mwozo ni mwozo tu. Acha wewe, lazima useme mzee Makongolo. Panya kitu gani? Na unasema una jambo la kuniambia, una swala gani la kuniambia mpaka nikuelewe? Wewe ni muuaji, yani mauaji. Haya ni mauaji mzee Makongolo. Panya binadamu. Hivi kumbe binadamu hatuna jema kabisa kumbe. Hebu tuambie vizuri mzee Makongolo. Zika. Lazima uzike. Mzee Sura, cha kwanza mimi nashangaa sana mnapokomalia kwamba eti kuna maiti ndani, kuna nini. Aliyetaja hilo neno ni nani? Aliyesema akawapa taarifa nyinyi? Hata kikao cha mwanzo mimi nilikataa mbele ya wana kijiji. Sasa hivi kijijini nimekuwa kama mavi. Harufu mnayosikia na mimi mwilini mpaka imeninasa, nimekuwa kama mavi. Ndio maana nikasema ile mwanzo, nikasema hakuna maiti ndani, ila kuna michezo tu ndani ya hiki kijiji. Mzee mwenzangu umeisahau, mtoto wangu hajafariki. Kuna michezo, nikasema kuna michezo hapa ndani ya kijiji, ila wazee wenzangu hamjanisikia. Mama, kuna michezo mikubwa ndani ya hiki kijiji. Mzee Makongolo, sema tu ukweli. Ukweli ndio unomweka mtu huru. Kama kweli kuna msiba, sasa unapoongelea panya, kuna panya gani mkubwa ananuka kijiji kizima? Sema tu ukweli, utafungwa bure mzee wangu. Sema ukweli kwa wana kijiji. Panya gani mkubwa anayenuka kijiji kizima? Namjua yule. Anaga kazi mbovu. Kama ni kidonge, diklofeniki. Sasa kuna kazi kanipa mama yangu kipenzi, mkuu wangu. Inatakiwa kesho asubuhi, kesho na mapema, anapokucha tu nataka nimuone mzee Makongolo hapa, kusudi wana kijiji wazike, maana anachelewesha kazi yetu, nachelewa kwenda ipasavyo. Kwa kesho asubuhi na mapema nataka nimuone mzee Makongolo hapa. Je, mnanisikia? Ndio mkuu. Umaiti ya mjomba, ya mjomba, ya mjomba.